الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي في الله، kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikia na kutujalia siku hii ya leo tukaipata, na baada ya kutujalia kutoka katika funga ya mwezi wa Ramadhani, leo tumeswali swala ya dhuhuri jamaa na mengi kwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuneemesha nayo, na kumsalia Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Mtume amekuwa mwalimu wetu, aliotuletea ujumbe kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu katika imani, kila tukitizama ni kwamba Ramadhani imemalizika, kwa sababu hatukubakisha isipokuwa ni masiku kidogo, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya ile aya ya kufaridhisha somo, akatuambia ayyaman ma'dudat, kwamba hii Ramadhani ni masiku kidogo yenye kuhesabika, ni masiku kidogo yenye kuhesabika. Na ni kweli, kwa sababu ni juzi tu tunatofautiana, watu wafunga kesho, wengine leo, wengine lini, lakini sote tukaingia katika mfungo, na kila mmoja hivi sasa si harakati za futari tena, ni harakati za Eid, ni harakati za masukuu. Watoto watavaa nini? Mke atavaa nini? Mimi nitavaa nini? Kila mmoja hivi sasa tafutari si muhimu kama nguo za sukuu na maandalizi ya sukuu, ishara kwamba ile ayyama ma'dudat, yale masiku kidogo yenye kuhesabika yashamalizika. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwa hizi siku ambao kwamba zimebakia, wale ambao kwamba walitangulia bado sio 11 ama 12, wale ambao kwamba walianza nyuma kwa siku moja baada ya wenzao kuanza, bado sio 12 au 13. Hivi ndivyo hali ilivyo. Sasa ndani ya masiku haya tunayoyaishi ndani ya Ramadhani ni siku nyingi kuliko zile siku ambazo kwamba zimebakia, lakini mwanadamu lazima atizame na afikirie, je, ndani ya haya maisha yaliyobakia na maisha aliyoishi ataishi namna gani? Je, aliishi ndani ya Ramadhani kwa misingi ambayo kwamba inatakikana? Na ikiwa bado aliishi kwa namna anavyopenda yeye, basi afanye mabadiliko haraka, awe na mabadiliko haraka, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kuyabadilisha yale ambayo kwamba yako kwa watu mpaka watu wabadilike. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa na makosa, umekosea katika siku za nyuma ndani ya mwezi wa Ramadhani, maisha yako uliyoyaishi ndani ya Ramadhani sio maisha aliyoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi badilika kwa masiku yaliyobakia, uishi katika misingi aliyoipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima tutizame, je, ni namna gani tutaishi ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu kila mtu anajifahamu. Kuna imesoma Qur'ani kwa bidii, yuko ambaye kwamba alitoa sadaka kila siku haipiti,
yuko ambaye kwamba alikuwa kaa siku zote akimfundisha mwingine, yuko ambaye kwamba yeye mwenyewe amekaa akisoma vitabu mbalimbali, ima vya siyar na vya tarehe, akisoma fiqh, akisoma hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akifanya kila kheri ndani ya masiku haya ya Ramadhani. Akaamua kwamba mimi maisha yangu ndani ya Ramadhani nitaishi kwa misingi hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda na kuridhia, na ataendelea hivyo hivyo mpaka Ramadhani ishe, na baada ya Ramadhani atachukua mkondo huu ndani ya maisha yake. Lakini tuko sisi ambao ndani ya masiku haya 10 ambapo kwamba yamepita hatukuishi katika namna nzuri. Qur'ani hatujasoma wala hatuna fikra ya kusoma, na kama tumesoma basi ni kubahatisha. Hakuna hata siku uliotoa sadaka kwa mpa mwenzako, hakuna hata siku ulimfuturisha mwenzako, hakuna hata siku ulimwambia mwenzako maneno mazuri. Yaani wewe umeishi tu kama afadhali siku zingine. Itakuwa umeishi ndani ya Ramadhani maisha ambayo kwamba si sahihi, kwa sababu Ramadhani ni mwalimu. Huyu mgeni huyu amekuja, lakini ni mwalimu, anatufundisha kwanza. Ndani ya nyoyo zetu tunakuwa na ikramu, ndani ya nyoyo zetu tunapendana, ndani ya nyoyo zetu tunahurumiana na kusikitikiana, kwa sababu ya mgeni huyu mmoja alokuja, ambapo kwamba ni ayyama ma'dudat, ni masiku kidogo yenye kuhesabika, lakini walillahi alhamd amekuja kutengeneza maisha yetu. Kwa hivyo maadamu amekuja kutengeneza maisha yetu, ni sisi nasi tujiandae juu ya haya maisha. Lakini isije kama amekuja kututengenezea maisha yetu lakini sisi wenyewe hatuko tayari, itakuwa ni hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isha Ramadhani kuna sikitiko, isha Ramadhani hujali yoyote, isha Ramadhani hutambui. Hasa kuna watu leo ndani ya Ramadhani ni Waislamu lakini hawatambui kama wako ndani ya Ramadhani. Wallahi utaona vijana wa Kiislamu anakula mchana wa Ramadhani, hata hali anatafuna ndani ya Ramadhani mahali peupe. Ukimuuliza, mbona ndugu yangu unaishi maisha haya, anaanza maswali. Ustadhi, mwanzo alikuwa na swali, je, ikiwa una mwanamke huja muoa unafaa kufunga? Yaani anauliza mambo mengi. Unafaa kufunga? Mimi nasikia bwana huwezi funga. Sawa, kama huwezi funga ndio ufanyeje? Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufaradhishia kufunga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuharamishia zina, kwa hivyo na maana amekuamrisha na amekukataza, alafu usifanye vice versa. Alokukataza unalifanya na alilokuamrisha unaliepuka. Ndio tuko hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha wewe ufunge Ramadhani. Na ikiwa ni mtu katika sheria asifunge, basi wako watu ambao kwamba sheria imewaamrisha wasifunge na wana sheria zao, asipofunga afanyeje ikiwa yukoje? Lakini leo mtoto wa Kiislamu, una nguvu zako, una afya zako. Haya, ikiwa umeamua kula, basi chukua chakula ule, lakini ujifiche. Si kwamba sheria imemruhusu wale, lakini kifikra na mawazo yake, maadamu umeamua kula, basi chukua chakula ule ushibe, jifiche. Leo pia chakula ule wewe watafuna. Nikizungumza hivi inaeleweka. Tutachukua majani, mtu yuko pale na mfuko wake, ana bikei zake, ana maji yake, anatafuna, hashibi. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana, mtoto wa Kiislamu anafanya haya. Amejipangia nini? Kwamba maisha yake si lolote si chochote, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani umeingia mwezi wa Ramadhani lakini halitambui. Umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini hajali, anastuma siku ya kawaida. Wallahi hii ni hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu kama Muislamu, ili ajitambue ni namna gani anaishi
ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima kuna masala yajiulize, na miongoni mwa masala haya, hal addaita alibadati ala wajhiha, je, ndani ya Ramadhani nimetekeleza ibada kwa mfumo wake? Je, nimeswali inavyotakikaniwa ni swali? Nimechunga shurutu sala, arkanu sala, nimezifahamu mubtilatu sala, nimekuja kuswali nimetawadha inavyotakikana, nimefunga ibada yangu, je, nimefunga inavyostahili? Nimeona haya yanafunguza ibada yangu ya saumu, je, nimejiepusha nayo? Haya yanaipamba saumu yangu ionekane nzuri mbele ya Allah, je, nimeambatana nayo na kufungamana nayo? Hal addaita alibadat ala wajhiha, je, umetekeleza ibada zote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mfumo wake? Je, ndani ya Ramadhani ibada yangu ya tarawehe nimeswali? Yaani kila ibada itizame. Siku zote katika maisha, ibada yoyote ielekeze kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ibada yoyote hakikisha unaifanya kwa ikhlas, kwa sababu hasara ya mtu kufanya ibada lakini ibada ile ina riya, ibada ile ina ujbi, ibada ile ina suma, yani uonekaniwe, usikike, walionyesha. Ibada ikiwa hivyo, ibada ile imebaki hapa. Umefanya ibada yako lakini waiona umefanya jambo kubwa. Ndio kuna mmoja katika maimamu, al-Imam Shibli anasema, ma dumta tashhadu amalan fahuwa la yufaa, maadamu swala yako, funga yako, zaka yako, ibada yako yote unaifanya, maadumta tashhadu amalan, maadamu kila ukikaa unaiona swali, mimi bwana alhamdulillah, funga bwana, yani unakuwa na kujigamba na ile ibada yako, fa huwa lam yufaa. Anatuambia basi tambua kwamba hiyo ibada haijaenda kwa Mungu, haijapanda bado. Hiyo ibada yako uko nayo wewe mwenyewe, kwa Mungu haiko, kumaanisha ni habaa manthura, kwa sababu wewe umejionyesha juu ya ibada yako kama ile. Maisha yako umeishi, lakini ibada zako hazina ikhlas mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na maadamu hazina ikhlasi, fa huwa lam yurfa, hizo hazijapanda zikapandishwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jifikirie ibada zako umezifanya zinavyostahili, na vile vile hal ishta ramadhana haqiqatan kama yuhibbuhu Allah wa yarda. Je, umeifunga Ramadhani, umeishi ndani ya Ramadhani kwa hakika, ama Ramadhani ni mchana tu? Kuna watu mchana alhamdulillah, ukimpiga ukimsimanga unapenda kuachia Mungu, wengine kwambia Mungu akusamehe, wallahi nimefunga, sitaki matusi, sitaki lolote, mchana wa Ramadhani. Lakini unapoingia usiku baada ya iftari, yeye yuko free, si Ramadhani. Akwambia Ramadhani mchana, usiku hakuna Ramadhani. Ndivyo maisha yanayoishi. Je, umeishi ndani ya Ramadhani kiuhakika? Ukajua mimi niko ndani ya Ramadhani? Au Ramadhani ni mchana, wafunga, wafanya mazuri, wasikiliza durusi mbalimbali, waisoma Qur'ani, lakini inapofika usiku unafanya mambo yako ya kimaajabu, unamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unafanya mambo ya kufri, unafanya katika hali isiyoridhika na Mwenyezi Mungu. Jambo lingine jiulize, hal dhaqa qalbuka ta'ama al-ibadat? Je, moyo wako umeonja ladha na utamu wa ibada? Yani unaposwali unaona raha, ukifunga unaona raha, Mungu akukujalia ukapata cha kutoa sadaka, ukatoa kama cha kutoa, au sadaka ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ukamsaidia ndugu yako Muislamu kwa msaada wote, ukaisiraha ndani ya moyo wako. Hal dhaqa ta'ama al-ibadat, hal dhaqa qalbuk? Je, moyo wako umeonja, umehisi ladha?
umehisi utamu, ama wacha nifunge tu. Kwa nini wafunga? Mungu ameniamrisha acha nifunge. Yaani hata hakuna chochote ambacho kwamba unaongeza katika imani. Umetoa sana kwa acha nimsaidie tu, sijui ni mrongo, sijui ni mkweli, wacha tu yende. Ikiwa ni mkweli, haya mwelea Mwenyezi Mungu Subhanahu, ni mrongo shauri yake. Bado unaposaidia ujue kwamba unasaidia kwa ikhlas, alafu moyo wako unaisiraha kwamba leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riziki aloniruzuku nimeweza na mimi kile kichache kumsaidia ndugu yangu. Afya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa nimeweza kumsaidia yule ambaye kwamba hana uwezo. Pengine labda Mwenyezi Mungu amempa maradhi haoni kumsaidia. Wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mitihani ya tembei kumsaidia. Mwingine katika shida mbalimbali ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapo wajaji. Na ulipolifanya hilo ukaisiraha katika moyo wako. Je, toka Ramadhani yaanze umeisiraha katika kufunga ama uona dhiki tu? Kila siku kikaa uona dhiki tu. Na haya sio maisha mazuri. Yatakana ndani ya Ramadhani uishi katika misingi hii. Ibada zako wazifanya kwa ikhlasi, unaishi katika Ramadhani kwamba wampendeza Mola, na vile vile moyo wako unaisiraha. Kwani ni mangapi hapo kwamba tuisiraha nani? Leo kwa wale ambao kwamba ni mafanzi wa mambo tofauti ya kilimwengu. Leo mtu huyu ikiwa ni mtu ambaye kwamba ni mtu wa football, timu yake ikifunga anakuwaje? Anaisiraha. Tena wengine baada ya kupata ushindi wa kurudi nyumbani, lazima nyumbani kuwe na mabadiliko. Atapika vizuri ndani ya nyumba, atapeana zawadi nzuri mitaani, watu watamtambua fulani anaisiraha. Kwa nini Ramadhani tusisiraha? Kwa nini tufunge? Wengine pia tutamani Ramadhani malizike, kila mmoja basi aiishi tukafanya mambo yetu. Wale wengine kule wameweka mikoba juu na ngoja Ramadhani ishukishwe. Kwa nini? Wanaona dhiki maisha ya Ramadhani. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, lau wangelijua umma wangu kheri na baraka na neema zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tungelitamani Ramadhani iwe mwaka mzima. Lakini wengine sasa hivi wanaona, kwa hivyo hawatambui maisha mazuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile kuna masiku machache yaliyobakia. Yatakana kila mtu maisha haya ya Ramadhani kwa masiku yaliyobakia ahakikishe kwamba anafikia katika malengo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo na makusudio aliyoyaweka Mwenyezi Mungu ndani ya ibada hii ya saumu ili tuwe wachaji Mungu, na uchaji Mungu una faida chungu mzima. Na uchaji Mungu ndiyo maisha. Ishi unavyoishi, lakini ishi kwa wewe ni mchaji Mungu. Pepo ndiyo wachaji Mungu, wenye kusamehewa wachaji Mungu, wenye kuepushwa na moto wachaji Mungu, wenye kufanywa maisha mepesi wachaji. Yaani kila nyanja wewe ni uchaji Mungu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi waman yattaqillaha, mengi yameandaliwa. Usiulize pepo. Mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa pepo iliyoandaliwa nani? Sio wenye kuswali sana, sio wenye kufunga sana, sio wenye kutoa zaka sana, sio wenye kuhiji sana, lakini ni wale wachaji Mungu, wakamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaishi maisha yao kumtambua Allah, wakaitambua Ramadhani. Maisha yao yote wakifanya ibada wanahisi raha katika mioyo yao. Na vile vile ndani ya maisha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, malengo, makusudio na hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaitafuta ndani ya Ramadhani, wakawa wachaji Mungu. Kwa hivyo, je, uko tayari kuyapata malengo na makusudio ya Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani? Na malengo si kuyatamka, naam ndio niko tayari. Bado
kuwa tayari ni kuhakikisha kila njia ama kwamba inampelekea mtu kufikia katika darajatul muttaqin, wewe umo ukaifuata njia ile. Maisha ndani ya Ramadhani. Je, umekisoma kitabu cha Mungu? Sababu kitabu cha Mwenyezi Mungu kwamba ni Al-Qur'an Al-Karim, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani imeshukishwa Qur'an. Kwa hivyo huu ni mwezi wa Qur'an. Je, umeisoma Qur'an? Na pamoja na kwamba umeisoma Qur'ani, je, umeitambua? Umekaa japo ni aya moja ukaisoma ukasema ukajua yasema nini aya kama hii? Alhamdulillah. Walimu wa alhamdulillah, misahafu ya tafsiri ipo na ziko tafasiri mbalimbali ndani ya misahafu. Wako ambao kwamba wamejaribu. Usiwe na sababu ya kuitambua Qur'ani, usiwe na sababu ya kitabu chochote ambacho kwamba kipo cha dini kutokitambua. Tafsiri zipo, wenye kujua wapo. Je, umekaa ukisoma Qur'ani ukaitambua aya hii inasema hivi, Mwenyezi Mungu hapa anasema hivi, anataka hivi na anakataza hivi? Je, umeisoma Qur'ani? Na je, ndani ya maisha ya Ramadhani umekaa ukaisikiza Qur'ani? Na vile vile ujiulize, je, kumekuwa na mabadiliko ndani ya majumba yetu? Je, majumba yetu, maisha yetu ya Ramadhani kuna mabadiliko? Au ni vile vile akija mgeni ushaika Qur'an, ili Ustadh Hamza akija ajue Ustadh Omar mashaallah kwa kusoma Qur'an, lakini akiondoka, hebu tuendelee. Kila mmoja ana mambo yake ndani ya nyumba. Je, mfumo wa nyumba zetu wasoma Qur'ani, wasikizwa Qur'ani? Ikiwa Ramadhani imetufunza na baada ya Ramadhani tumefaulu, haya ndio maisha anayopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maashara sana, kila mmoja ajizatiti. Ikiwa kuna mahali nyuma amekosea, basi kujirekebisha katika masiku haya. Na siku zote usikate tamaa. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rahma ya Mwenyezi Mungu. Useme chembelecho wale Waswahili wanasema ukushiba matonge, ukushiba matonge utashiba kuramba. Yaani bimaana Ramadhani yote imeenda, siku kidogo ndio zitakufanya badilike. Na kwa sababu ya nia yako na sababu ya kubadilika kwako na kwa sababu ya utendakazi wako, inawezekana pengine bado siku moja mbili ya Ramadhani ukamwambia ya Rabbi, mimi kweli nimekosea masiku yote 20 na ya Allah, nimekutambua Mwenyezi Mungu nisamehe. Ukamwomba Mwenyezi Mungu, ukamlilia Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kweli ukaonyesha mabadiliko, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Allah atakusamehe na Allah atakufanyia mabadiliko kwa sababu wewe uko tayari kubadilika. Salafu na salih walikuwa wakiishi ndani ya Ramadhani katika kuhakikisha kwamba kila matendo wanayatimiza, kila jambo zuri wanalifanya, na wanavyolifanya wanalifanya kwa uzuri. Inna Allaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda amali ya mmoja wenu anapoifanya, an yutqina, aifanye kwa uzuri. Kwa hivyo wewe ulipoishi katika maisha yako ukatenda matendo, nimefunga, funga kwa uzuri, nimeswali, swali kwa uzuri, umemsaidia mtu, umemsaidia kwa uzuri, wala usimsaidie kwa msimanga. Wallahi yule ingekuwa si mimi leo singefunga. Wallahi yule ingekuwa si mimi, ile kanzu asingekuwa nayo. Wallahi ingelikuwa si mimi kadhaa wa kadhaa. Hujafanya vizuri. Kwa hivyo jambo la kwanza, kamilisha matendo yako, swali kwa uzuri ukamilifu.
umefunga funga kwa ukamilifu. Alafu kitu muhimu ambacho kwamba kipo na mtu awe na hima baada ya kutenda matendo, awe na hamu ya yale matendo yapate kabuli, na aogope sana matendo yake kurudishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kila utakalofanya umefunga, omba Mwenyezi Mungu kabuli katika funga yako. Unapofanya matendo yote ni sadaka, ile sadaka iwe na kabuli. Unapomsaidia mtu msaada wote uwe na kabuli. Yaani kila nyanja ya matendo mema yawe na kabuli. Na umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uogofie ndani ya moyo wako kwamba isije kawa nimefunga mpaka jioni lakini ikawa funga yangu haina chochote. Jambo lingine maashara muslimin ambalo kwamba liko ndani ya maisha ya Ramadhani, ishi na kumdhania mwenzako mazuri. Usijione umefunga kuanzia asubuhi mpaka jioni ukajiona wewe ndio wewe. Wewe ndio umefunga vizuri kumliko mwingine yoyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia ukatoa sadaka, basi wewe sadaka yako ndio imekubaliwa na Mungu. Wengine wote sadaka zao tena wazitia doa. Itakuwa sadaka lakini ameiba. Inaweza kuwa ametoa sadaka lakini labda ni riba. Inaweza kuwa labda ametoa sadaka lakini ni ya ukaitia makosa. Ukaiona yako ndio iko tahara na ni safi, yako haina madoadoa, wewe ndio imekubaliwa. Tusiishi katika maisha haya, tuishi maisha ya kudhaniana mazuri. Dhannu bilmu'minina khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia tudhaniane na kuwadhania waumini mambo ya kheri kila unapomuona mwenzako. Leo ndo tukiangalia kila Sayyiduna Abu Bakar ni Siddiq. Sayyidina Abu Bakar anasema ya kwamba lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataingiza mguu wangu mmoja peponi na mmoja uwe nje ya pepo, asema bado hajaamini. Uende uko peponi ukatoka. Ni Sayyidina Abu Bakar, khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahibi yake Mtume, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Huyu ndo alokuwa karibu zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni katika masahaba ambao kwamba wa kwanza kubashiriwa pepo. Leo amepata jina la As-Siddiq kwa sababu ya kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amebashiriwa pepo bado ni mzima, kwamba wewe ukifa uenda peponi. Alafu mtu huyu leo anasema lau mguu mmoja peponi, mguu mmoja nje ya pepo, bado hajaamini kwamba ataingia peponi mpaka huu ulioko nje uingie peponi. Na anajua kwamba kumbe nimeingia peponi. Na ni mtu ambaye kwamba wataingia peponi bighairi hisab. Tukimwangalia Sayyidina Umar anasema lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanani, asema watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja. Yaani kuanzia Nabii Adam alayhi salatu wassalam mpaka mtu wa mwisho katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usiku ya kiyama wote hawa lau wakusanywa, mitume na kaumu zao, alafu Mwenyezi Mungu aseme watu wote ingieni peponi isipokuwa mmoja tu ndio ataingia motoni. Sayyidina Umar asema naogopea isiwe huyo mmoja ni mimi. Hebu niambie hivi sasa hapa msikitini tuamue sote tutaingia peponi isipokuwa mtu mmoja. Wallahi na nina imani mimi nitasema sio mimi, wewe utasema sio wewe, ni fulani. Na si hapa, lau katika maisha yetu mazingira tunayoyaona, lau tuambiwe sote tutaingia peponi isipokuwa mtu mmoja, utaanza kumfikiria jirani yako. Jirani jana hakuna la nyumbani, jamaa jana
alipiga usabu mwizi, huyo wa motoni. Fulani alimwingilia bibi ya mwenzake, huyo ndio wa motoni. Yaani kila mmoja atamfikiria mwenzake. Lakini Sayyidina Umar, khalifa wa pili wa Bwana Mtume, miongoni mwa masahaba ambao wamebashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni sahaba ambaye kwamba katika miongoni mwa aya za Qur'ani zimekushukishwa kwa ajili yake. Anazungumza mambo Sayyidina Umar, Mwenyezi Mungu anamletea aya kuyafiki yale ambayo kwamba yeye Sayyidina Umar ameyasema. Leo anasema huenda kwa mtu ni mimi, hamfikirii mwenzake. Kwa hivyo dhannu bilmu'minina khaira, tudhaniane mambo mazuri na tusibakie kwamba mimi ni Muislamu yule si Muislamu. La, tusimdharau asiyekuwa sisi. Kwa nini? Kwa sababu lau utamdharau yule mlevi, yule si Muislamu, yule ni mzinifu, yule ni mwizi, kwa hivyo ukamdharau na ukamkejeli, ukajiona kwamba wewe kama wewe ni mtu bora, hujui baada ya muda wewe ukaenda kule, yeye akarudi huku. Je, tukudharau? Kwa hivyo siku zote ukikaa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jiombe wewe hidayah, na yule ambaye kwamba yuko nje ya hidayah muombe naye aingie katika hidayah, ili muwe katika sehemu moja kupeleka gurudumu la Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu katika imani, tuishini maisha yetu na tujue kwamba matendo tuyafanye matendo, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu kabuli, yakubaliwe. Sio tufunge tu, tutoe zaka tu, tukahiji tu, twende umra tu, tutoe sadaka tu, lakini kila tutakachokifanya kiwe na kabuli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.